nguvu zetu najua tutafika mbali, tukijitoa kwa hali na mali, tukielimika, tukiwajibika, tutasonga mbele, tutakikuza Kiswahili, kitaenea hadi mbali sana. Ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, baba, mama, kaka, dada, ongea Kiswahili. Kwa nguvu zetu najua tutafika mbali. Ninauma kweli kweli, hata kama nikichanjwa haitoki homa kali. Kiswahili ni lugha yetu, Kiswahili ni daraja linalotuunganisha. Ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Burundi waanzisha klabu ya kwanza ya Kiswahili nchini Burundi. Lugha ni zaidi ya maneno. Mpangilio wa maneno yanayotumiwa na watu wa jamii fulani katika mawasiliano, na pia ni mtindo anaotumia mtu kujieleza. Ni utambulisho, urithi na daraja linalounganisha watu na tamaduni. Kwa kutambua nafasi ya Kiswahili katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda, Ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Burundi umechukua hatua muhimu ya kuanzisha klabu ya kwanza ya Kiswahili katika shule ya EECO iliyopo jijini hapa Bujumbura, wilayani Nahangwa, kata ya Kamenge. Afrika Mashariki, tutazidi kusonga mbele. Hatua hii inaendana na juhudi za ubalozi katika kukuza ushirikiano wa elimu na utamaduni kati ya Tanzania na Burundi. Klabu hii imeanzishwa kwa lengo la kuhamasisha wanafunzi kujifunza Kiswahili, lugha ambayo ni miongoni mwa lugha muhimu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kupitia klabu hiyo, wanafunzi watapata nafasi ya kujifunza lugha, historia na maadili yanayowaunganisha wananchi wa ukanda huu. Tutazidi kusonga mbele. Naitwa Gelasius Diakanwa, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Burundi. Nimefika kwenye shule ya ECO kwa ajili ya kuanzisha klabu ya Kiswahili. Klabu ya Kiswahili inawaleta watoto wa shule wa sekondari na wa shule za msingi kukaa pamoja na kupata nafasi ya kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili, kusoma vitabu vya Kiswahili, kuimba nyimbo za Kiswahili, kucheza michezo ya Kiswahili, ikiwa ni hamasa kwa watoto wa Kirundi kukipenda Kiswahili na kukitumia Kiswahili. Jambo la kwanza ni kwamba tunao wajibu kama ubalozi. Balozi zote duniani kazi kubwa wanayoifanya ni kutangaza utamaduni wao. Sisi wa Tanzania, Kiswahili ni lugha yetu na ni sehemu ya utamaduni wetu. Kwa hiyo tunalo wajibu wa kuhakikisha kwamba kokote tunapofanya kazi tunautangaza utamaduni wetu. Lakini kiacha hilo ni kwamba katika kipindi cha miaka miwili iliyopita niliyokaa Burundi, nimegundua kwamba Warundi wengi wanaongea Kiswahili, lakini Warundi wanakosa kujiamini kwenye kuongea Kiswahili. Kwa hiyo tumeona tuanzishe klabu ili tusambaze utamaduni wa Kiswahili ambao ni utamaduni wa Mtanzania, lakini tuhamasishe Warundi kuongea Kiswahili na kujisikia fahari kuongea Kiswahili na kuongea Kiswahili kwa kujiamini. Sasa Kiswahili unafanyaje kukiongea? Lazima uwe na sehemu ya watu ambao utakuwa unakutana nao unaongea Kiswahili, lakini lazima uwe unasoma vitabu kwa kujiongezea msamiati na kuelewa lugha.
lakini pia unaweza kutumia kuimba kama sehemu ya kukuza lugha. Ndio maana tumeona tuanzishe klabu ambako wanafunzi wanaweza kukutana, wakaongea lugha ya Kiswahili, wakaimba, wakasoma kwa pamoja. Lakini jambo la pili ni kwamba tumegundua kwamba Warundi wanazo lugha kuu nyingine wanazozitumia. Kuna Kirundi ambacho ni lugha mama wanaipenda sana, lakini kuna lugha ya Kifaransa wanaipenda sana. Sasa watoto wanaojifunza Kiswahili madarasani hawapati sehemu ya kukitumia Kiswahili. Tumeona tulete klabu za Kiswahili ili waweze kupata sehemu ambako wanaweza kutumia Kiswahili hicho. Na tunashukuru uongozi wa shule na washukuru walimu wa hizi shule mbili ambao wametupa ushirikiano, lakini naishukuru serikali ya Burundi kwa kuturuhusu kufanya hizi kazi, lakini nashukuru uongozi wa shule kwa kutoa nafasi ya kwamba tuweze kukutana na wanafunzi wao, na wenyewe mmejionea kwamba wanafunzi wanapenda, wameimba, tumeimba, tumecheza, tumesoma vitabu. Tunafikiri kwa njia hiyo tunaweza kufanya hamasa ya watoto wadogo wakapenda Kiswahili, na pengine kadri wanavyokuwa wakawa ni watu ambao wataamua kusoma Kiswahili, pengine wawe watangazaji kama wewe, pengine wawe wanasiasa, pengine wawe wafanyabiashara wakubwa, lakini wanaotumia lugha ya Kiswahili. Mpango wa kuendeleza klabu hii za namna hii katika shule nyingine ni wa kwangu na wewe mtangazaji. Ndio maana tumekuja na chombo cha redio ili mtangaze, tusikie maoni ya Warundi wanasemaje kuhusiana na utaratibu huo, lakini ili tuone utayari wa shule nyingine. Kwa hiyo nitoe wito wale watakaosikiliza kipindi watuambie kwamba labda mimi ni mwalimu wa shule fulani, tungependa balozi atufikie aje asikilize na sisi tuanzishe klabu hiyo nyingine. Kwa hiyo nitoe wito kwa shule zitakazosikiliza hichi kipindi, zituambie ziko wapi tuweze kuzifikia na tuanzishe klabu kwenye maeneo hayo. Tunatamani kuanzisha klabu nyingi kadri itakavyowezekana. Kwanza nishukuru kwamba kumekuwa na mwitikio wa wanafunzi na mmeona walivyokuwa wanafurahi muda wote tuliokaa hapa, watoto walikuwa wanapenda. Lakini matarajio yetu ni kuona kwamba tunakuwa na klabu nyingi zaidi, lakini kutoka kwenye klabu tunafika uwezo wa wanafunzi kuandika hadithi ndogo ndogo, na ikiwezekana tuweze kutengeneza majalida ya Kiswahili kwa shule za sekondari na za msingi. Hiyo ndio njia ambayo inatuonyesha kwamba watoto kweli wanapenda, wanaweza kuitumia lugha, wanaweza kuiandika lugha, na mwisho wa siku tunaamini sasa Kiswahili kitasambaa kwa kasi na watu watajivunia kuongea lugha ya Kiswahili. Mpango mkubwa tulionao kwa upande wa walimu ni mpango wa kiserikali sasa, ambako tunapanga tuone uwezekano wa kuwa na kubadilishana walimu wanaofundisha kwenye shule za Tanzania kuwa wanakuja kwenye shule za Kirundi, na walimu walio kwenye shule za Kirundi waende kwenye shule za Kitanzania. Wakiwa kule wanapata kuongea lugha mara kwa mara, na wale wakija huku wanawafundisha mbinu nyingine nzuri zaidi za kufundisha lugha. Kiswahili kimekuwepo Burundi kwa muda mrefu, na ndio maana pengine serikali ikaamua kwamba ifundishe Kiswahili kwenye shule za msingi, na hatujasikia ng'ombe wamekufa kwa sababu watoto wanafundishwa Kiswahili. Lakini tunao walimu wabobezi wanaofundisha Kiswahili. Bibi Dorothea amefundisha Kiswahili tangia mwaka 93. Kwa hiyo hizo ni dhana potofu, na kwa kuwa nimefika shuleni nimesikia wanafunzi wanaongea Kiswahili kizuri, wanasoma, wanacheza. Kwa hiyo dhana hiyo haina wakati tena, tuitupe pembeni, tuchukue umuhimu wa lugha yenyewe, tuitumie kwa manufaa yetu. Kama ubalozi tunaendelea, kila mwaka tutakuwa tuna kitu tunakifanya. Mwaka huu tumeanzisha klabu za Kiswahili nchini Burundi. Tutaziendeleza hata kile kipindi ambacho sio cha siku ya Kiswahili. Pengine itakapofika Sabasaba ya mwaka ujao, tunaweza kukutanisha vile vilabu ambavyo tutakuwa tumeviunda na kufanya kitu kimoja kikubwa kwa pamoja. Ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, baba, mama, kaka, dada, ongea Kiswahili. Kwa uongozi wa shule, kuanzishwa kwa klabu ya Kiswahili ni fursa ya kuwajengea wanafunzi uwezo wa kuwasiliana katika eneo la Afrika Mashariki, za kuandaa kwa fursa za masomo, biashara na ajira zinazozidi kuongezeka katika ukanda huu. Naitwa Mwalimu Hakizimana Gabriel, ni mlezi wa klabu ya Kiswahili, nikishirikiana na mwalimu mwingine ambaye kwa jina ni Sibonio Leonidas. Tumepokea kitu hiki kwa furaha kubwa sana. Kwa ujumla, ubalozi wa Tanzania na shule hii tumekuwa tukishirikiana kwa muda mrefu tu. Hii sio mara ya kwanza. Kwa hiyo kuendelea kutupendelea kwa kweli ni jambo ambalo ni ya kujivunia kwa upande wa shule hii, na kwa leo kuja akafungua klabu ya kwanza Kiswahili nchini Burundi kwenye shule yetu
ni jambo ambalo kwa kweli linatutia hamasa ili kwamba tuendelee kufanya kazi zaidi na kuhakikisha kwamba mshumaa aliowasha Mheshimiwa Balozi unaendelea kuwaka na kuenea sehemu nyingine za nchi. Nilikuwa naongea na mkuu wa shule akasema kwamba siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya vilabu na kwamba Kiswahili kitapewa kipaumbele. Tukijitoa kwa hali amani, tukielimika, tukiwajibika, tutasonga mbele. Kwa wanafunzi, klabu ya Kiswahili ni zaidi ya darasa. Ni sehemu ya kujifunza kujiamini, kuwasiliana na kujenga urafiki unaovuka mipaka ya mataifa. Mimi naitwa Baba Buhendwa, nasoma katika shule la Eteko, niko darasa la 12. Katika klabu iliyofunguliwa hapa shule letu Eko na Eteko, mimi ni kiongozi ambaye naongoza klabu. Klabu yetu inaitwa Bahati. Hivyo vitabu ambavyo tulivyopewa kama zawadi, tunahitaji tuwe tunapata muda hata kwa wiki moja, tuwe tunatazama kama ni sangapi tutajikusanya pamoja ili tuwe tunavirudia, ama tunaenda kwenye bibliotheki huko ndani, tunajisomea huko ndani, na pia tunaendeleza kwa kusanya na wengine nao ili waingie ndani pia nao wafahamu mengi ambao hawayajui ndani ya hiyo klabu ya Kiswahili. Jina langu ni Ndwamahoro Pole na ninasomea darasa la 8 katika shule ya msingi Eko. Nilifurahi sana kwa sababu mimi napenda Kiswahili. Zamani nilikuwa sijui Kiswahili na nilikuwa ninaumia sana kwamba mtu anaposema neno kwa Kiswahili ninamsikia na ninamfahamu, lakini ninashindwa kurudisha. Lakini sasa hii ninaweza kuongea kwa Kiswahili. Nilijisikia vizuri kwa sababu na yale mashairi walitupa nilipenda kuyasoma kwa sababu mimi napenda kusoma na kuimba napenda. Mdogo wangu na yeye alikuja kwenye hii klabu lakini alikataa kukuja, moyo ukaniuma sana kwa sababu kuna vitu vizuri vingi na unafahamu mengi ulikuwa haujui. Kikuza Kiswahili kitaenea hadi mbali sana. Huu ni mwanzo wa safari mpya. Ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini hapa Burundi umeeleza kuwa una mpango wa kuanzisha vilabu vingine vya Kiswahili katika shule mbalimbali nchini hapa Burundi ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi na kuendelea kuimarisha urafiki, elimu na mshikamano wa kikanda kupitia lugha ya Kiswahili. Dhamira hiyo inaendana na jukumu la ubalozi la kukuza ushirikiano wa elimu na utamaduni kati ya Tanzania na Burundi. Kiswahili ni lugha ya umoja, maendeleo na urafiki. Tukijifunza kwa pamoja, tunajenga Afrika yenye mshikamano zaidi. Kiswahili lugha yetu, Kiswahili ni lugha inayotuunganisha. Tutakikuza Kiswahili kitaenea hadi mbali sana. Jitihada tunazozifanya kwa kuhimiza wengine kusoma zitaleta maendeleo, zitakuza wenzetu.